Eche anamwacha Zelina akishangaa kwani Zelina kutegemea jema kutoka kwa Eche. Baadaye siku hiyo mchana tunaona Zelina akinunua nyama na kuwakaribisha wote wawili. Kumtoa Eche dukani ilibidi wamtanie kuna nyoka nyumbani, hivyo waliwahi haraka sana nyumbani na kukuta walikuwa wanamtania muda wote. Anapofika tu Zelina anamkaribisha ale, lakini Eche anawashukuru na kusema ameshakula. Basi tunaona Dalu na Zelina wanambembeleza kwani ni kidogo cha kumlipa baada ya wema wake aliyomtendea Zelina. Basi tunaona wakiwa wanakula na Eche anadai anakula nyama moja tu, lakini muda unapozidi kwenda tunamwona mzee baba anazidi kufukia tu nyama. Hivyo Dalu anamtania kakake na Eche anacheka. Eche anamshukuru sana Zelina kwani ana muda sana hajala nyama. Baada ya pale tunaona wawili wale wakiongelea maisha yao na Eche anamwomba msamaha kwa kuwa mkali kipindi cha nyuma. Hivyo Zelina anamwambia ameshamsamehe. Baada ya pale Eche anaelekea chumbani na anamkuta mdogo wake Dalu na tunaanza kumsikia Dalu akianza kumtania kaka yake kuhusu Zelina. Basi siku iliyofuata tunamwona Eche akimfundisha Zelina kushona viatu na anafanya vizuri kweli, kitu kinachomfurahisha sana Eche. Usiku ule wakiwa wamerudi nyumbani tunamwona Eche akikaa sebuleni na kupiga hesabu kwa ajili ya ada ya shule ya Dalu. Basi tunamwona Zelina akiingia sebuleni na kumkuta akiwa na mawazo sana, hivyo anamuuliza nini shida. Eche anamwambia Zelina kuwa kinahitajika kiasi kikubwa sana cha hela kwa ajili ya ada ya Dalu na muda wa kufungua unakaribia na hela bado haijapatikana. Basi Zelina anamwambia siwaze kuhusu ada kwani Mungu atamsaidia na kila kitu kitakuwa sawa. Baada ya maongezi yale Eche anaelekea chumbani kwake na anamkuta Dalu tena. Dalu anamwambia kakake, nimesikia ukiongelea kuhusu ada lakini usiwaze, nitajitahidi kusoma pale pale shule za serikali ili tusitumie hela nyingi. Eche analikataa wazo hilo kwani anahitaji dada yake apate elimu nzuri na anamwambia akalale haraka. Usiku ule Eche na Zelina wanakutana pamoja jikoni wakiwa wameenda kunywa maji usiku na Zelina anaona aibu sana, hivyo tunamwona akiondoka huku akiwa anatabasamu. Hii inaonyesha kisirisiri kuwa wawili hao wameshaanza kupendana. Siku iliyofuata akiwa anapiga stori nje ya nyumba anakuja bidada mmoja kwa jina la Chisom, anadai ametokea serikalini. Tunaona Chisom akijitambulisha kama afisa wa serikali anayehusika na kuongeza mtaji kwa biashara ndogo ndogo zinazofanya vizuri. Basi Chisom anatoa kiasi kikubwa sana cha pesa na kumpatia Eche akidai serikali imetoa kwa ajili ya kuinua biashara yake. Tunaona Eche haamini kwani anaona ni kama muujiza umetokea hivi. Haraka haraka tunaona akichekecha akili na anahisi kama anachezewa ama amepewa hela ya utapeli, hivyo anakataa. Tunaona Chisom akimuelezea kuwa kila kitu ni halali kwani amekuja hadi na mkataba kutoka serikalini. Eche anapata sana wasiwasi, hivyo anaomba ushauri kwa Zelina na tunamwona Zelina akisoma mkataba ule na anamwambia inaonekana ni kweli, hivyo achukue tu zile pesa. Baada ya kuzichukua tunamwona Chisom akimuelekeza wapi pa kusaini na baada ya hapo anaondoka. Eche anafurahi sana na anamkumbatia Zelina kwa furaha. Basi siku iliyofuata tunamwona mteja akimlalamikia Eche kwa kushindwa kurekebisha kiatu chake. Tunaona Eche akijielezea na kusema kwamba kazi zilimbana sana lakini atakirekebisha. Mteja yule anakataa na anakiomba kiatu chake ili aondoke mahali pale. Mteja yule anapopewa kiatu chake anashangaa kuona kipo sawa na anacheka kwa furaha kwani alihisi Eche alikuwa anamtania muda wote. Baada ya pale tunaona mteja akilipa na anaondoka. Basi Dalu anapofika dukani Eche anamuuliza kama alirekebisha kiatu cha mteja lakini anasema ni Zelina ndo alikirekebisha. Eche anafurahi sana kwani bila msaada wa Zelina angeisha poteza mteja. Basi Eche anamuuliza Dalu kwa nini umekuja bila Zelina na Dalu anamwambia anaumwa hivyo amepumzika. Baada ya kusikia hivyo Eche anaelekea nyumbani kwenda kumuona Zelina. Eche anapofika pale anamwamsha Zelina kistaarabu na kumpatia matunda kumuonesha hali ya kujali. Pia tunaona akimpa pole kwa kuumwa na anatumaini atakuwa sawa, bila kusahau wema wake anamshukuru kwa kumsaidia dukani. Eche anamueleza pia ameshalifuta deni lake hivyo asiwe na wasiwasi. Siku iliyofuata tunamwona Eche akijiandaa kwenda sokoni na tunamwona Zelina akiomba atoke naye. Zelina anaomba atembee pamoja kwani alikuwa ashaanza kumpenda mwamba. Wakiwa pamoja pale nje mara ghafla anatokea Anuli, ex wake Eche. Anuli anamkumbatia Eche na kumuita mpenzi. Hii inamuumiza sana moyo Zelina kwani alikuwa ashaanza kumpenda mwamba. Zelina anajisikia vibaya sana hivyo tunaona akiondoka mahali pale. Mahusiano kati ya wawili hao sio mazuri kwani tunaona Eche akufurahishwa hata kidogo kumuona Anuli. Baada ya ile tukio tunamwona Anuli akibeba mizigo yake na kuelekea ndani kwenda kupumzika. Wakiwa dukani tunamwona Zelina pamoja na Dalu wakiwa na mudi mbaya baada ya kumuona Anuli pale nyumbani. Eche anapofika dukani wanazuga kama wanafanya kazi na hawataki kuongea naye. Eche anajisikia vibaya sana kwani hakuwahi kumwambia Zelina kuhusu hilo na tayari wawili wale walikuwa na ukaribu. Tunamwona Zelina akimnawa Eche kwani hakufurahia alichofanyiwa. Eche anajaribu kujielezea lakini anashindwa aanzie wapi. Nyumbani tunamwona ex wake Eche akijiachia bila wasiwasi na Dalu anapomkuta
kumkashifu kwa tabia yake mbaya, lakini Dem hajali. Baadaye Eche akiwa sebleni, Anuri anamfuata kuongea naye na anamuomba msaada wa kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho Eche hana kwa muda huo. Anuri anamuomba huku akimkumbushia kuwa alishawahi kumsaidia alivyokuwa na shida. Baada ya kusikia hivyo, Eche anamwambia basi nitalifuatilia. Baadaye tunamuona Dalu akijaribu kuongea na kaka yake na akimwambia kuwa aachane na Anuri kwani anamharibia maisha yake, lakini Eche anamsihi sana aachane na mada hiyo. Eche akiwa ameelekea dukani, tunaona timbwili kati ya Dalu na Anuri kwani hapendi kumuona Anuri anavyomnyanyasa kaka yake. Basi tunaona wakijibizana na Dalu anamwambia unamwomba kakaangu hela bila kujua wapi anaipata. Hata hivyo hujawahi kufika pale dukani kwake na unamwomba hela, ukishapewa unapotea. Dalu anatishiwa sana na Anuri, lakini Dalu haogopi chochote kwani anajua akishaguswa tu basi kaka yake ataingilia kati na Anuri ataondoka pale nyumbani. Hivyo Anuri anaogopa kufanya hivyo na anaendelea na mambo yake. Basi tunaona Zelina na Eche wakiwa dukani na bwana kaka Eche anamwangalia sana Zelina kwani anataka amwambie kitu lakini anashindwa. Zelina anagundua hilo na anamwambia aache kumwangalia sana kwani wakikutwa na mpenzi wake italeta shida. Eche anajaribu sana kumuomba msamaha kwa kuto kumwambia kuhusu mpenzi wake wa zamani, lakini Zelina anaonesha kutokujali. Basi baada ya kurudi nyumbani usiku ule, tunamwona Zelina akisoma kitabu na mara ghafla Dalu anamchokoza na anampola kitabu kile, na tunaona wakianza kukimbizana mle ndani kwani Zelina anamkimbiza Dalu ili ampatie kitabu chake. Ghafla Eche akitokea na tunaona akijumuika nao kwani ana nia ya kumfanya Zelina afurahi. Yote hii ilikuwa ni kumfanya Zelina ajisikie vizuri. Eche anamtania kama anampatia kitabu na kwa bahati nzuri bidada anakinasa. Katika mvutano ule nipe nikupe, ghafla mwamba anamvuta Zelina na anajikuta akiangukia kifuani kwa Eche. Dalu anafurahi sana kuona hivi na kwa nyuma hao tunaona Anuri akishuhudia kitendo kizima. Tunawaona wawili wale wakiangaliana kwa mahaba na nyuma yao Anuri anawaona. Zelina anashtuka na kuanza kuhisi aibu, hivyo anazuga kama anachukua kitabu alafu anaondoka sebleni. Baadaye Eche anavyoelekea chumbani, Anuri anamuuliza nini kinaendelea kati yake yeye na Zelina. Mwamba anamwambia hamna kinachoendelea kati yake yeye na Zelina. Anuri anahisi wivu, hivyo anamwambia Eche amfukuze Zelina, lakini Eche anakataa na kuondoka. Siku iliyofuata tunamwona Anuri dukani kwa Eche. Anapofika pale anamfukuza Zelina na kumwambia aondoke. Zelina hana chaguo kwani bado hajawa mpenzi wa Eche, hivyo anaondoka na kuelekea nyumbani. Baada ya tukio hilo tunamuona Anuri akijaribu kumuongelesha Eche, lakini Eche ana hasira. Eche anaonesha kukelwa na kitendo kile, hivyo tunamuona akiondoka pale mara moja. Usiku ule tunarudisha nyumbani, tunamuona Zelina akielekea jikoni. Pale anakutana na Eche anamwomba msamaha kwa jinsi mambo yalivyo. Zelina anasisitiza na anamuelezea hapaswi kuwaza kwani haina shida, lakini anaonesha unyonge na kwenda kulala akiwa hana furaha. Eche akiwa chumbani kwake, Anuri anamuonesha kitendo cha kukelwa kujihusisha na Zelina, hivyo tunaona akimfokea lakini mwamba hamjibu kitu. Siku iliyofuata Anuri akiwa dukani kwa Eche, tunamuona akichezea simu bila kujihusisha na kazi zozote pale dukani. Hivyo Dalu anamwambia kama hawezi kumsaidia aondoke pale. Muda si mrefu tunamuona Eche akifika pale dukani na anapofika anamwambia Anuri asafishe viatu, lakini Anuri anadai kucha zitaharibika. Hivyo Eche anamwambia kama huwezi ondoka hapa dukani. Kisirisiri tunamuona Dalu akicheka. Anuri hana chaguo, hivyo analazimika kuvisafisha vile viatu. Baadaye Eche anapofika kuvikagua vile viatu anavikuta vichafu sana. Hivyo anamwambia Anuri arudie tena. Na Anuri analazimika kurudia tena. Baadaye pale nyumbani Anuri anaenda kumkashifu Dalu kwani aligundua kuwa yeye ndio alivichafua viatu kumkomoa, lakini Dalu tunaona akimnawa na anaondoka. Baadaye tunaona Anuri akiongea na mpenzi wake wa mjini kwenye simu bila kujua Eche na Dalu walikuwa ndani. Dalu anasikia maongezi yale na haraka anawahi kumwambia kaka yake aliyekuwa amelala chumbani. Hivyo Eche anatoka kwenda kumsikiliza. Eche anamsikia Anuri akiongelea mipango ya kumchuna na kukimbia tena kuelekea kwa mpenzi wake huko mjini. Eche anamshtua kwa kumwambia kwa umenigeuza mimi bwege wa kuja kuchukua hela kwangu ili ukamlishe mwanaume mwingine. Bila kuwaza sana Eche anamwambia abebe mizigo yake na kuondoka pale nyumbani mara moja na asirudi tena. Na hapo tunaona mdogo mtu akichochea kwani Anuri amemuumiza sana kaka yake, hivyo anamfukuza kwa aibu. Eche anaenda na kukaa mwenyewe chumbani akiwa mpweke, hivyo Dalu anaenda kuongea naye na kumtuliza kaka yake kwani hakujisikia vizuri baada ya kusikia maneno ya Anuri kwenye simu. Na pale tunaona Eche akimwambia Dalu sababu ya mimi kumvumilia Anuri sana hata baada ya kunichiti mara nyingi ni kwamba alinisaidia pesa kwa ajili ya maradhi ya mama yangu kipindi anaumwa hadi umauti wake, kwa nilihitaji kumlipa kwa wema. Dalu anamwambia kama ni wema mbona umemsaidia sana kuliko hata alivyokusaidia? Hata hivyo kwa aliyokufanyia sio sawa, hakustahili kabisa. Basi tunaona baada ya kusikia hivyo Eche anafurahi sana. Baadaye Eche akiwa ametulia sebleni, Zelina anamletea maji, lakini mwamba anashangaa mbona sijaagiza maji. Zelina anamwambia Dalu ameniambia una kiu, hivyo Eche anaelewa mchezo wa Dalu kumuunganisha na Zelina. Zelina anamwonea huruma Eche, hivyo tunaona akimpa pole kwani Dalu ameshamuelezea kila kitu. Eche anamwambia
Zlina, mimi na Nuri tulishaachana muda mrefu tu, lakini nilishindwa tu kumwambia. Bidada Zlina anavyosikia hivyo tunaona akifurahi kwani anampenda sana Eche. Basi siku iliyofuata Zlina anaungana nao dukani na tunaona Eche pamoja na Dalu wakifurahi kumuona. Wakiwa dukani, Dalu anaona chemistry kati yao hao wawili. Hivyo anavorudi nyumbani, Dalu anaenda kuongea na kaka yake. Dalu anamwambia Eche akaongea na Zlina kwani bidada anampenda kuliko yeye mwenyewe anavyojipenda. Eche anafurahi sana kusikia hivi. Basi tunaona Eche akimwahidi ataongea naye na wanaweka ahadi. Basi siku iliyofuata tunamwona Eche akijikokota na confidence kwenda kuongea na mtoto mkali. Anamuelezea hisia zake, lakini kabla Zlina hajamjibu anaingia mzee mmoja anayejitambulisha kama Chief Abrahams. Zlina anashangaa sana kumuona mzee huyo, hivyo anamuuliza umenipataje? Chief Abrahams anamjibu, unafikiri unaweza kunikimbia mimi? Eche anabaki kwenye mataa kwani haelewi kinachoendelea. Zlina anashangaa sana kumuona Chief Abrahams. Anamuuliza tena, umewezaje kunipata? Mzee anamjibu, unahisi nisingekupata? Bila kujua kinachoendelea, Eche anamuuliza Zlina, huyo mzee ni nani? Na mzee anamjibu, mimi ni Chief Abrahams, baba yake huyu binti anayejulikana kama Maria. Eche anachanganyikiwa zaidi kusikia jina la kweli la Zlina kuwa anaitwa Mariam, na pia anatokea kwenye familia ya kitajiri kwani Chief Abrahams ni tajiri mkubwa sana huko Nigeria. Chief anamuelezea Eche kuwa binti yake alikimbia ndoa huko mjini, lakini kwa bahati nzuri ameweza kumpata. Chief anamshukuru sana kijana kwa kumtunza mwanae, na baada ya hapo tunaona akiondoka naye. Zlina anaumia kwani hataki kurudi nyumbani. Anajaribu kumwelezea Eche lakini anashindwa kumuelewa kabisa. Barabarani, Dalu anapishana na gari la kifahari likitoka nyumbani kwao. Anashangaa kwani sio kawaida kabisa. Haraka anawahi kwenda kuongea na kaka yake ili ajue nini kinaendelea. Anapofika ndani anamkuta Eche akiwa amechanganyikiwa. Hivyo Dalu anamuuliza nini kinaendelea, na tunamwona Eche akimjibu kuwa Zlina ni mtoto wa Chief Abrahams na anaitwa Mariam, na kule mjini amekimbia ndoa yake. Dalu anashangaa, Zlina huyu ni mtoto wa tajiri? Mbona hakuwahi kuniambia? Dalu anajisikia vibaya sana kwa kumpotosha kaka yake, hivyo anamuomba msamaha. Eche anamwambia usiwazi mdogo wangu, kila kitu kitakuwa sawa, na tunaona akiendelea na mambo mengine. Zlina anavorudi nyumbani anajaribu kujiuliza baba yake amewezaje kumpata, lakini hapati jibu. Haraka Chisom anamkimbilia na kumuomba msamaha. Hivyo Zlina anagundua kuwa Chisom ndo alimwambia baba yake alipokuwa amejificha muda wote. Chisom analia sana akimwomba msamaha kwani hakuwa na jinsi baada ya Chief Abrahams kugundua kuwa alipeleka zile hela kule kijijini. Chief alimtishia kumfukuza kazi na pia kufedhehesha familia yake. Hivyo Chisom akaamua amwambie Zlina alipo. Baada ya hapo tunamwona babake anakuja na kumwambia amepanga ndoa kwa ajili yake na mmoja wa matajiri kule Nigeria. Zlina anakataa kwani hampendi huyo mtu babake aliyemchagulia na anadai ni mzee sana yeye kuoana naye, hivyo hamtaki. Tunaona baba yake akimweleza biashara yetu inaanguka na tunahitaji partnership na huyo mzee ili kuweza kuokoa kampuni yetu, na njia pekee ni ya wewe kuoana naye. Na Chief Abrahams anasisitiza upende usipende utaoana naye tu, kisha anaondoka. Upande mwingine tunaona Eche akimwagilia moyo na 2-3 kwani ana stress nyingi sana kichwani. Basi siku iliyofuata Eche akiwa ametulia sebleni, Chisom anakuja na kumuomba arudiane na Zlina kwani Zlina anampenda sana na hajisikii vizuri kumuona madamu wake akihangaika. Eche anashangaa tena kwani ni yule mdada aliyemletea hela akidai zinatokea serikalini. Hivyo Chisom anamuelezea zile hela zilitoka kwa Zlina, yeye ndo aliniagiza nikuletee akiniambia nijifanye kama natoka serikalini. Basi tunaona mwamba akiunganisha matukio na kugundua ni kweli. Tunaona Chisom akimlilia Eche akimwomba aweze kwenda kumsaidia madamu wake kwani Zlina anaenda kuolewa na mtu asiyempenda na ndoa hiyo ni ya lazima. Basi tunaona Eche akimtuliza na kumwambia nitafanya hivyo. Baada ya Eche kugundua ukweli wote, anaamua kwenda kuongea na baba yake Zlina. Eche anajaribu kuongea na Chief Abrahams lakini mzee hamuelewi kabisa kwani ni kijana wa maskini. Basi tunaona majibizano kati ya Eche na Chief Abrahams baada ya Eche kumwambia asimwozeshe kwa mtu asiyempenda. Kuchukua hatua, Chief Abrahams anamfukuza Eche nyumbani kwake. Kabla Eche hajaondoka, Chisom anawakimbilia na kuambia Zlina amezidiwa na anahitaji msaada haraka. Haraka wanawahi na kumkuta akiwa amefanya jaribio la kujiua. Bila kupoteza muda, Chief Abrahams anamuita daktari aweze kumtibu ili asipoteze maisha yake. Kwa bahati nzuri Zlina anakuwa sawa na anapoamka na kumuona Eche anafurahi sana. Bila kuchelewa Zlina anamuomba msamaha Eche kwa kutokumwambia ukweli wote. Eche anamwambia amemsamehe na asiwaze kwani yuko pamoja naye. Chief Abrahams anatokea na kumwomba Eche muda aongee na mwanae. Hivyo Eche anawapisha. Tunamwona Chief Abrahams akikaa na kuanza kuongea na Zlina. Anamwambia nimepiga simu na kuahirisha ndoa iliyotakiwa ifungwe. Baada ya kusikia hivyo Zlina anashangaa na kufurahi sana. Na tunamwona Chief Abrahams akimuuliza Zlina, unampenda sana huyo kijana Na Zlina anakubali. Chief Abrahams anasema basi sawa, mna baraka zangu vijana. Mariam anamuuliza babake kwa nini amefanya hivyo na mzee wake anamjibu, nipo radhi nipate hasara katika kampuni lakini siwezi kumpoteza mtoto wangu kipenzi. Na tunamwona Zlina akifurahi sana kusikia hivyo. Basi siku iliyofuata tunaona Dalu pamoja na Eche wakiwa wamekaa sebleni wakiwa wanatafakari hali ya Zlina. Dalu analalamika kuwa amemmisi sana Aunti Zlina na ghafla inasikika sauti ikisema And Aunti Zlina misses you too.
Na hapo tunamuona Zelina akitokea. Daru pamoja na Eche wanafurahi sana kumuona, pia wanampa pole kwa kuumwa. Eche anashangaa kumuona Zelina nyumbani kwake tena, hivyo anamuuliza kuhusu baba yake. Zelina anamueleza kuwa baba yake ndo amemruhusu kuja pale. Haraka bila kupoteza muda, Eche anamwomba Zelina aweze kuwa girlfriend wake, na Zelina anazuga kama anawaza, na mwishoni anasema yes. Basi tunaona wawili hao wakikumbatiana kwa furaha, na picha yetu ndio inaishia hapo.